Mkuu wa idara ya mirathi, zaka na misaada kutoka Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana Zanzibar, Sheikh Haji Musa Khatibu, ameiomba nchi ya Saudi Arabia na Zanzibar kuendeleza umoja na udugu ulioasisiwa kwa muda mrefu kwa maslahi ya wananchi wa pande zote mbili. Kauli hiyo ameitoa wakati akiwakaribisha wawakilishi wa Saudi Arabia katika hafla ya utiaji saini wa makabidhiano wa sadaka kondoo kwa ajili ya kugaiwa kwa wananchi wa Zanzibar wasio na uwezo. Tunachukua fursa hii kukushukuruni sana, na pia tunaomba kwa leo tunapata hichi cha msaada wa kondoo, lakini kuna mambo mengi ambayo tunahitaji kwa pamoja na kusaidiana, kwa sababu Zanzibar na Saudi Arabia ni ndugu, lakini Zanzibar ukiangalia hali ya maisha ya wananchi wake bado yako chini. Kwa hivyo wanahitaji mambo mengi, mambo ya elimu, mambo ya kiafya, mambo ya huduma tofauti. Ukiangalia jamii yetu wengine wengi wanashindwa kupata hata luku maisha walau ya siku moja hawaipati. Kwa hivyo tunaomba tuendelee kushirikiana na msitusahau kwa hili na jingine lolote ambalo litatokezea. Wa hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa upande wao, wawakilishi hao kutoka Saudi Arabia wamesema msaada huo ni mwendelezo wa mahusiano mazuri yaliyopo kati ya nchi hizi mbili, na wakieleza kuwa nyama hiyo ni salama kwa afya ya binadamu. Hukumat Khadim al-Haramain al-Sharifain hafadhahullah fi taqdim al-musaadat al-ghidaiya was-sihha, ambao wanasema kwamba mafriji ambayo yanatumika katika kugandishia takriban inaweza kuhifadhi hawa ng'ombe mbuzi takriban milioni 1 wanahifadhiwa katika hizo nini, na wanagawa katika maeneo tofauti, lakini ikiwemo na Zanzibar vile vile. Kwa lengo imeletwa hii sadaka hii kwa lengo ligaiwe kwa wale ambao wanaostahiki na wale ambao wenye haja na mahitaji hayo tofauti. Kwa hiyo nao wanashukuru sana na wanasisitiza kwamba utaendelea kuwepo mafungamano baina ya Tanzania na Zanzibar fi Jamhuriyya Tanzania al-Muttahida. Profesa Isa Haji Zidi ni mwenyekiti wa bodi ya Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana Zanzibar. Amesema watajitahidi kadri ya uwezo wao kuhakikisha watendaji wao wanawasimamia ili sadaka hiyo ifike kwa walengwa. Umoja hapa moja kwa moja itasambazwa katika maeneo ambayo tayari yameandaliwa, wafanyakazi hapa wameshaandaa, na ile nyingine itapelekwa Pemba ambako nako pia itasambazwa katika maeneo ambayo tayari yametayarishwa. Kwa hivyo kuna maeneo maalum ambayo yametayarishwa, wafanyakazi wetu hapa wametayarisha, ambayo watakwenda kusambaza, na zaidi yafikie watu ambao ni wahitaji, watu ambao ni maskini, watu ambao pengine wanahitaji kupata sadaka. Manake wale ambao pengine uwezo wa kununua utakuwa mdogo, ndio hao ndio watakuwa wanapata gharama kama hivyo. Tunaahidi kwamba tutajitahidi kwa mujibu wa uwezo wetu kwamba kuna uadilifu katika ugawaji, na wale ambao wanahitaji hasa ndio ambao watakuwa wanapata, na kusiwe na aina yote ya ghishi au pengine ubabaishaji, isipokuwa wale wanahitaji hasa, kwa sababu hakitoshi watu wote bila shaka, lakini wale ambao itabidi wapate ni wale ambao wanahitaji hasa, wanaonekana kwamba hao wanahitaji na wapo wanajulikana. Kwa hivyo tutatumia njia mbalimbali, pengine kwa mashehe na nani pengine ambao wanajua watu wao mbalimbali. Kwa hivyo, lakini pia katika maeneo yale pia tunafanya kazi wetu ambao watu wanaoelewa, pia tutatumia kwa ajili ya namna ya kusambaza vile. Kiasi ya kondoo 5,000 watagaiwa kwa watu zaidi ya 10,000 wenye hali duni za maisha kwa Unguja na Pemba. Hafla hiyo fupi imefanyika katika afisi ya Wakfu na Mali ya Amana Mazizini Unguja. Imehudhuriwa na viongozi na baadhi ya watendaji wa kamisheni hiyo, akiwemo katibu mtendaji wa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana Abdullah Talib Abdullah.